Mume wangu msichana nani? Mke wangu naye waje kama upepo. Mume wangu huyo msichana ni nani? Msichana gani tena hapa? Acha niko kwenye betika pale. رمضان هذا شهر الغفران يغفر ذنبي رحمن زدني من الإيمان يا رحمن أعن على الصيام أعن على القيام في شهر رمضان يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفار يا حنان يا منان يا لطيف. هذا ndo shaanza hivi. Hapa mahesabu tafuturu nyumba ya nani mimi. Kila wenzangu wote washaoa. Kila mtu apigwa bibi na mkewe. Ya leo kale. Tenda nyumba ya nani? Mgeni wa nani? Acha tu. Acha nilale tu kidogo tu hapa. Najua kilala nitapata mawazo. Naweza ota nikajua jinsi gani ya kufanya. Fanyaje singa mimi? Hata nenda huko. Acha niende kamwangalie. Najua zanipa mawazo, nikajua nafanya nini hapa. Atakubali kwa lakini futuru pake yule. شهر رمضان يا الله يا رحمن.
msichana nani? Mke wangu naye waje kama upepo. Mume wangu huyo msichana nani? Msichana gani tena hapa kwenye msichana gani tena? Usinifanye mimi mtoto mdogo. Mume wangu niambie huyu msichana ni nani? Mke wangu, hebu keti mwanzo kuelezea. Huyu msichana nani? Kama ni msichana gani tena ulimuona hapo kwa mke wangu? Huyu hapa. Nani tena? Huyu msichana. Huyu naye acha nikwambie tu ukweli. Kusema kweli msichana mimi nilisoma naye. Na huyu niliachana naye tuko darasa la 7 shule ya msingi. Sasa nakutatiza nini? Sasa mume wangu, mtu kwa darasa la 7 amekurushia picha na vibikini. Ni kweli si sawa kweli hiyo? Mambo tu watoto tumekumbushana tu mambo tu. Makumbushana nini? Makumbushana nini? Mke wangu, hebu usichukulie mambo akawa makubwa. Kama vile nakwambia, huyu msichana nilisoma naye na niliachana naye toka enzi tuko darasa la 7 mpaka sasa. Anakutatiza nini? Kwa nini mrushane picha sasa hivi? Amesema tu tukumbushane enzi za utoto ndio akanirushia. Kwa picha za uchi. Sasa mke wangu, sasa na nguo zake huyu. Na nguo zake. Ni rafiki yako. Ni rafiki yangu, tulikuwa tunasoma sote shule ya msingi huyu. Ni rafiki yako. Ni rafiki yangu. Sawa, nimekuelewa. Kwa hivyo hakuna kesi mke wangu. Nimekwambia nimekuelewa. Si ni rafiki yako? Ni rafiki yangu. Nimekuelewa. Mimi ndio maana nakupenda bana mke wangu. Huyu hata sikubabaisha huyu kabisa. Toka enzi tuko darasa la 7 mpaka sasa atakutatiza. Ningetaka kumuoa, singemuoa yeye. Mbona sijamuoa nimekuoa wewe? Sawa. Tulia wewe mtoto, tulia. Shida iko wapi? Mama Fatima. Mwangu. Naam. Wamkumbuka yule Juma kipindi kile kanga kwenye story yake? Yule Juma, yule ex wangu mume wangu pale. Wakumbuka? Ana nini? Kaniambia, yotaka nitoe Dina. Anaambia leo yuingia Kenya. Kwa hivyo bado muongea? No, ni kwa hivyo bado muongea? Wangu ni rafiki. Urafiki gani wa mume na mke? Urafiki gani wa mume na mke? Mume wangu kama ulivyo wewe rafiki yako ni mume wangu. Kwa hivyo amekuja akasema anataka kunitoa Dina mume wangu. Sasa hamna shida. Kwa hivyo alipiza. Naomba ndio mume wangu unanipiza nini? Acha nikwambie, hapa hapana cha Dina wala hapana cha Sapa. Twende ndani hapo. Mume wangu. Mimi mbona ulivyoniambia rafiki yako sana ndio nimekwambia. Kwangu hiyo imeshapita, full stop. Twende ndani. Hakuna cha Dina wala hakuna cha nini hapo. Sasa mume wangu, ikiwa hutaki Dina, nataka umblock msichana. Ndio nakwambia, twende ndani tendeka block, lakini mambo ya Dina hapo achana nayo. Mume wangu, block huyo msichana nimuone. Mimi shula kublock, nitamblock, kwani shida iko wapi? Mume wangu tusishindane, block. Sawa, anza na wewe wako, wewe mwenye sijui wa Dina huyo. Mwanze kublock nikikuona. Sio na mume wangu. Huyo hapa. Futa hiyo namba hiyo. Hapo sawa sasa. Mume wangu delete sasa. Sasa nitadelete baadaye mke wangu. Block. Ama niende Dina sasa hivi mimi. Nenda utaenda vipi na namba block. Ama nikupe nenda. Najua hiyo. Sasa nenda taratibu na block mimi. Block mimi. Unajua mimi nakupenda. Nakupenda pia mke wangu. Mimi nasikia wivu. Sha block na nimefuta nimehide. Shaona? Asikupate mwambie wewe sasa umelikiwa wewe ni mume wa mtu. Sawa. Na wewe pia mwambie kuna cha Dina, kuna cha wewe ni mke wa mtu. Nilikuwa nakudanganya tu mume wangu sio J basi. Kweli? Kumbe ya uma, wewe umesikia uchungu umepanda. Ndio nakwambia kuanzia sasa mimi nishaachana nayo. Hata simtafuti tena mpenzi wangu wa darasa la 7. Hapa niko na wewe tu. Bamba tu bamba. Ashaisha hiyo. Iko wapi Fatuma?
kaka. Oh. Naambia leo hatari bwana. Karibu bwana. Asante bwana. Karibu kae karibu. Asante ndugu yangu bwana. Kila siku mkia nakukosa bwana. So jua kazi kaka. Lakini leo Jumapili huwezi kunikosa. Niko hapa naangalia zangu kipindi. Mimi niko Jumapili. Siku zingine hapo huwezi ukanipata. Shukuru bwana. Leo umekukuta. Alhamdulillah. Kwema lakini nyumbani huko. Nyumbani nashukuru alhamdulillah kwema. Shemegi naye. Shemegi yako hana neno. Lakini leo swala shemegi yako umenifanya mimi kafika hapa. Tulia mwanzo. Maana wajua ukifika hapa tu haukosi maneno. Kabla hujanipa maneno, acha kuite shemegi yako, upate angalau kiamsha kinywa ama uburudike, maana jua toka mbali kidogo, alafu ndio tuendelee na mazungumzo. Mafatuma. Abembe wangu. Kidogo tunogeni huko. Na unajua timing wewe. Kaka sio kulima. Ukulima gani wewe? Unazaliwa kata mavuno bwana. Na mume wangu. Tunogeni hapa. Mimi wanishofa na kuguza mume wangu, mimi nafikiri ni mgeni gani, kumbe ni Uncle Zinga. Karibu Uncle Zinga. Asante shemegi. Sasa wewe. Naam. Fanya mpango wa juice hebu mgeni kidogo ashushe. Uncle Zinga. Ile juice yako sasa inaomba imeisha. Nimemaliza mimi. Leta yote tushemegi bwana. Leta yote hapa kwake bwana huyu. Hapa kwangu bwana. Shida. Unajua sema wana niko masoda ya kola bora bwana. Shemeji, karibu jisikie huru. Asante shemeji. Haya ndio maisha bwana. Hakika kama mimi nashukuru nikiona shemeji. Nasikia raha. Mitihani imepita kaka hapa. Unajua ndoa hizi zina changamoto. Mawimbi tunapanda tunashuka, changamoto zipo, lakini tukubaliana nazo inshallah, kwa sababu ndoa si rahisi bwana. Kama tamani sasa hivi tuna miaka 13, si mchezo bwana. Tumepitia kivumbi, lakini karibu shemeji. Asante shemeji. Karibu. tukimaliza juice ubwabwa. Unaye tu leo hapa huko. Sawa mwanangu. Haya. Naam. Kaka kichonjeta hapa hasa. Naam. Ushemeji yako. Kafanyaje tena shemeji? Unajua kaka, unakuja na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jua hilo. Na kama unavyojua bwana, mimi na shemeji yako hatujabarikiwa kuoana. Kwa bwana, mimi nimeamua ningekao kwanza mpaka mwezi mtukufu kisha ndio arudi. Maana itakuwa sasa tufunge. Itakuwa tufunge kutoka njaa bure. Sasa nikaona kwa vile yule ameondoka, shapeleka kwao manake hivi sasa. Kwa vile ameondoka, mimi ninafuturu kwako hapa bwana. Rafiki yangu wewe. Hivi utaacha lini hivi visa na vituko wewe? Vituko tena kaka. Kwa hivyo kila kiingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, mkeo utampeleka kwao. Kila mwaka utafanya hivyo tu. Acha nikwambie bwana, katika dini yetu hilo swali unalifanya makosa. Mwanzo kabisa atakujue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko miezi yote. Kweli. Na mwezi mtukufu wa Ramadhani peke yake usijifanye ukaogopa, ili hali miezi mingine bado unafanya maovu yako na machafu yako. Huu mwezi umeletwa kwa ajili ya tauba, tuweze kutubia dhambi zetu, makosa yetu. Na hata baada ya Ramadhani vile vile iwe tuko mahali ambapo kwamba tuko katika mstari ambao kwamba ni wasawa. Ukiniambia leo haujamuoa mkeo, wampeleka pao, kesho Ramadhani kiisha wamregesha tena, mwanza tena mwanzo, itakuwa makosa. Cha msingi mimi naona Mamka twende kwa huko, ukwene kwako huko. Tukaongee na wazee hizi siku mbili zilizobaki, mpate ndoa hata kama ya mkeka. Mimi sasa sisi yangu watakubali wazazi wake. Ndio nakwambia kwa hili mimi niko tayari nikusaidie. Kile kidogo changu nitakupa, kesho tuende wewe pamoja na mimi paka huko tukayazungumze, na ikiwezekana ndoa ipite ili muweze kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani mkiwa mko kwenye ndoa. Sawa, basi hapo mimi nilikuwa naomba ombi jingine. Hata kama atakubali aniozeshe. Naam. Vile vile mimi nitaomba mimi na mke wangu tufuturu hapa. Hiyo imepita, hiyo imepita kaka. Hiyo imepita. Mimi ndio maana nakupenda ndugu yangu. Hapa ni kwako. Mimi nikiwa na zuluti lazima kufuatilia wewe. Ndio nakwambia hapa ni kwako. Shemegi mtakuwa naye hapa,
wewe utashirikiana pale msikitini, tutaswali pale, tutaswalisha pia pale. Inshallah mambo mengine yatapitia.